Na hata ukija katika Qur'ani, sasa tuje kuthibitisha kwamba hii hadithi ina shida. Tuende kwenye matni ya hadithi, tuiache hivyo ilivyo kwamba Mtume amesema maiti anaadhibiwa kwa watu wake wanapomlilia. Haturudi katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia wala taziru waziratun wizra ukhra, mbebaji hatobeba zigo la mtu mwingine. Na zigo linalojulikana hapa ni zigo la madhambi. Madhambi ya huyu hawezi akabebeshwa huyo, wala madhambi ya huyu hawezi akabebeshwa huyo. Kila mmoja atakwenda kuhesabiwa kwa madhambi yake yeye mwenyewe aliyofanya, si madhambi ya watu wengine wanayofanya huko. Ndio utakwenda kuhesabiwa nayo na ndio utakwenda kuulizwa wewe. Sasa inakuwaje kwamba kiakili nilie mimi adhibiwe mtu mwingine? Yaingia akilini? Kwa kiakili kwanza inakataa, lakini Qur'ani inatuthibitishia kwamba mbebaji hawezi akaja akabeba zigo la mtu mwingine. Hii ni Qur'ani, tusiende sana ndani kutokana na swala la muda, lakini turudi hapa katika huyu mtume anaambiwa yeye mtume ndio katamka maneno haya yakaja yakapokelewa na mke wake mama Aisha kwamba mkilia maiti anaadhibiwa. Hatumuulize ya Rasulullah, wewe ulipofiwa na mwanao kulia? Hebu tuulize wana historia watuambie, mtume alipofiwa na mtoto wake ni kweli hakulia mtume? Historia inasema mtume kafiwa na mtoto wa kwanza alilia, akaja akafiwa na wa pili akalia, akaja akafiwa na watatu mtume alilia. Wanasema katika kifo cha Ibrahim, mmoja katika watoto wake bwana mtume, ndiyo mtume kilio kilizidi, mtume alilia kilio. Wanasema mpaka masahaba waliomzunguka wakashangaa, wengine wakamwambia wa anta ya Rasulullah, hata wewe ya Rasulullah walia kilio hiki? Mtume anamwambia Ibrahim, mtume akamwambia innahu rahma, ni huruma kama baba, naondokewa na wanangu watatu kama baba. Labda una moyo wa shetani ndio utakuja shindwa, utakuwa unakaa huna huruma na wenzako wanapoondoka. Lakini mtoto wa kwanza amekwenda, wa pili amekwenda, wa tatu amekwenda. Kama baba kuna vitu vinakuvuta. Kwa maana mtume vilimvuta automatically, yeye mwenyewe akajikuta analia kilio kisichokuwa cha kawaida. Lakini mtume amwambia wabika ya Ibrahim la mahzunun, kwako wewe Ibrahim sisi ni wenye huzuni. Ibrahim, macho yetu yanatoa machozi na nyoyo zetu zinahuzunika ewe Ibrahim. Kisha mtume akasema maneno maarufu sana, akasema hatusemi kwa kifo chako ewe Ibrahim hakuna tutakachokisema isipokuwa tutasema kile kinachomridhisha Mola wetu. Kwa hiyo hapa katika sehemu hii inatufundisha kwamba kinachokatazwa kwenye kilio, kwenye kuwasilisha haya maumbile ya huzuni, kinachokatazwa hapa ni kule kufanyaje? Kuweza kutamka vitu ambavyo sivyo, vitu vinavyovuka mipaka. Hivi ndivyo vinavyokatazwa. Na mtume akasema kwa kifo chako ewe Ibrahim hatusemi isipokuwa yale yanayomridhisha Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama ni kulia, mtume Muhammad amelia. Sasa yawaje? Hebu tujiulize, maana hii kilio cha bwana mtume alipomlilia mwana wa Ibrahim kimeandikwa katika vitabu vya historia na kimethibiti. Baadhi labda watu wale watatu, wanne, watano labda ndio wanaweza kukataa, maana sasa hivi kuna tabia hiyo tu. Nikitaka kuweka itikadi yangu mimi bidi nikatae kila kitu. Hiki hakipo, basi tufanye, ndio imemalizika. Lakini vitabu vingi vya historia vimeandika kwamba mtume alilia kwa kuondokewa na mwanawe Ibrahim. Sasa Rasulullah, sisi tumuulize mtume, utakuwa ni mtume wa ajabu sana wakati huo. Wewe ulie huku kumlilia mwanao Ibrahim, tena kilio ambacho kimewashangaza wengi. Na ukasema kwamba innahu rahma, hii ni rehma.
huruma na huruma kwa wanangu kuondoka. Alafu leo je utuambie huku kwamba mkilia maiti zenu zinaadhibiwa kwa sababu ya vilio vyenu. Sababu kwa maneno ya mtume anakuwa amegongana. Na taban maneno ya bwana Mtume Muhammad hawezi kuja kugongana. Au mtuambie la kwamba yeye kwa sababu ni mtume aliruhusiwa yeye kama yeye kulia, kumlilia mwanawe, lakini wewe ukifiwa na mwanao uruhusiwi kumlilia. Labda tuseme hivi. Lakini nje hapo la tutakuwa tuanza kupakana. Kwa